miezi 7 tangu Khalid Aucho aagwe katika kikosi cha Young Africans, lakini ushawishi wa Khalid Aucho umeendelea kuwepo katika kikosi hicho, na Khalid Aucho ni mchezaji ambaye amechangia kwenye Young Africans kupata wachezaji wa daraja la juu wawili kwenye hili dirisha dogo la mwezi Januari. Mmoja ushawishi wake ulikuwa ni wa moja kwa moja kwa kuzungumza, mwingine ushawishi wake ulikuja kutokana na namna ambavyo alitengeneza naye mahusiano ya kuwa ni mchezaji ambaye amecheza naye kwenye nafasi moja uwanjani, na hicho ni kitu ambacho kimekuja kuwafaidisha Young Africans mwisho wa siku. Wa kwanza ni Alan Okello. Nafikiri hata wale ambao mmebahatika kuisikiliza interview ya Alan Okello baada ya kujiunga na Young Africans, mtakuwa mnasikia namna ambavyo aliweka bayana yeye mwenyewe kwamba Khalid Aucho alikuwa ni moja kati ya nguzo muhimu ambazo ziliweza kumshawishi kuweza kufanya move kutoka katika klabu ya Vipers kuja katika klabu ya Young Africans kwenye nchi tofauti. Na hili ni jambo muhimu sana kwa Alan Okello kwa wakati ule, kwa sababu Alan Okello experience yake ya kucheza soka nje ya Uganda kabla ya kuja Young Africans haikuwa nzuri, hasa alipoenda katika nchi ya Algeria kwenye klabu ya Paradu AC. Alikwenda kule, mambo hayakuwa mazuri sana. Mvuto na matamanio ya yeye tena kutoka nje ya boda za Uganda zilikuwa ni ngumu sana kwa wakati ule. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa anaonekana kabisa kwamba pengine nguvu ya kumshawishi aweze kutoka Uganda ilitakiwa iwe kubwa sana, na mtu ambaye aliweza kulifanikisha hilo ni Khalid Aucho kwa kuweza kuzungumza naye, na of course inakuwa na nguvu zaidi kwa Khalid kwa sababu amemshawishi mchezaji kwenye kitu ambacho na yeye pia experience. Khalid kacheza kwa mafanikio ya Young Africans, alikuwa ni mchezaji funguo, kwa hiyo anazungumza vitu ambavyo sio vya kufikirika wala sio vya kuambiwa na mtu wa pili. Ni primary information, sio secondary. Yeye ni primary source kwa kile ambacho alikuwa anakiwasilisha kwa Alan Okello, na akawa ni sababu muhimu ya Alan Okello kuweza kupata unafuu wa nafsi na kuamini kwamba Young Africans, klabu ambayo iko nje ya Uganda, bila shaka ni mahala sahihi kwa ajili yake. Huyu ni mchezaji wa kwanza. Mchezaji wa pili ni mchezaji ambaye inawezekana wengi wenu, pengine hata wewe unaniangalia kwa wakati huu, pengine athari ya moja kwa moja unaweza usione kabisa, lakini ukweli ni kwamba kwenye kipindi cha miezi 6 ambacho Mohamed Damaro Kamara alikuwa kwenye kikosi cha Singida Black Stars sambamba na Khalid Aucho kabla hajakuja kufanya move kuja katika klabu ya Young Africans mwezi huu wa Januari, kuna vitu vingi ambavyo alifanikiwa kuvichukua kwa wakati huu. Hichi ni kitu ambacho inabidi ukae ukitazame kiufundi, hata kwenye baadhi ya games ambazo Damaro amezipata sasa hivi kwenye kikosi cha Young Africans akiwa kama kiungo wa chini, ndio unaweza ukawa unaelewa hichi ambacho nakizungumza kinatokea wapi. Wakati Damaro anafanya move kuja katika klabu ya Young Africans, maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa ama habari ambayo ilikuwa inaenea sana ni kwamba kama alikuwa hapati nafasi kule, Yanga wameona nini kutoka kwake. Yaani kwamba kama kule ambako alikuwepo tu alikuwa anawekwa nje na mtu ambaye sisi tunaamini mrithi wake bado hajapatikana, ni nini ambacho Damaro nyinyi Yanga mnaamini na kuja kukiongeza? Kitu ambacho inapaswa ieleweke kwanza ni kitu kimoja. Linapokuja swala la matumizi ya namba 6 kwa kesi ya Singida Black Stars, mwalimu kipindi kile akiwa ni Miguel Angel Gamondi. Yaani hii kwa mtu tu mwenye akili nyepesi ya mpira na kwa mtu ambaye amefuatilia mahusiano ya muda mrefu baina ya Khalid Aucho pamoja na Miguel Gamondi, ni wazi ulikuwa unapaswa kujua kwamba kwa vovote itakavyokuwa, kama Khalid Aucho anakuwa fiti, manake anayekwenda kubeba mikoba kama namba 6 kwenye kikosi cha kwanza cha Singida alikuwa anakwenda kuwa Khalid Aucho, full stop. Na hapa nijaribu tu kukuwekea bayana kitu kimoja. Siku zote linapokuja swala la nani ambaye anakwenda kucheza kama namba 6 kwenye timu tofauti tofauti, walimu huwa wana prioritize vitu viwili mpaka vitu vitatu. Kwanza, experience. Yaani walimu wanapenda mchezaji ambaye ana experience ndio aende asimame katika ile position, kwa sababu hivi sasa kwenye soka la kidunia nafasi ya namba 6 ni nafasi nyeti sana, yani sio nafasi ya kujaribu. Kwa hiyo walimu wanapenda experience, lakini walimu pia wanapenda mchezaji ambaye ana utulivu kwenye lile eneo. Wanasema wenyewe emotional maturity, utulivu wa kihisia. Iwe ni deep line playmaker, iwe ni kiungo uzuiaji, lile eneo ni eneo ambalo baada ya wewe namba 6, walinzi wakati ndo wanafuata kwenda kutazamwa na wachezaji wa timu pinzani. Kwa hiyo makocha huwa wanataka mtu ambaye ana ile emotional maturity, kwamba anaweza kuwa na utulivu. Hilo la pili. La tatu,
ni mchezaji ambaye anaweza kudumisha nidhamu ya ile eneo. Tunasema positional discipline, kwamba doria yako yote uwe unajua namna ya kuweza kumaintain position. Pengine katika nafasi zote uwanjani, inawezekana nafasi ya namba 6 huenda ikawa ndo nafasi ambayo inahitaji nidhamu zaidi, kwa sababu kiufundi hii ni nafasi muhimu sana katika soka la kidunia hivi sasa. Kwa hiyo Mohamed Damaro Kamara kukaa nje wakati Khalid Aucho yupo katika kikosi cha Singida wakati ule sio udhaifu, kwa sababu vitu vingi ambavyo navizungumza hapa ni vitu ambavyo alikuwa navyo Khalid. Fair enough, Khalid ni mkubwa kiumri kuliko Damaro, ana experience kwenye ile nafasi, ana vitu vingi vya kuongeza hivi sasa kiufundi, wakati Singida wanajaribu kupigania malengo yao, pengine kuliko kujaribu kumlazimisha mtu ambaye anakuwa kwenye ile nafasi. Unapomzungumzia Damaro unazungumzia zaidi upande wa potential kwenye kukua. Unapomzungumzia Khalid Aucho unazungumzia bidhaa ambayo imekamilika. Yaani Aucho ni a finished product, mtu kama Mohamed Damaro Kamara ni product ambayo ipo katika processing. Ni bidhaa ambayo ipo kwenye mchakato, inaelekea kwenye utaratibu wa kukamilika. Khalid Aucho ni bidhaa ambayo imekamilika. Lakini hii ilikuwa inamaanisha kitu kimoja tu kwa Mohamed Damaro Kamara, kwamba wakati ule ambao inaonekana kabisa kwamba kipaumbele lazima kitakuwa kwa mtu ambaye ana uzoefu zaidi na ile nafasi, bidhaa ambayo imekamilika zaidi ndani ya Khalid Aucho, hii ilikuwa ni nafasi yake yeye kuweza kujifunza kikamilifu ni namna gani ambavyo Aucho ana operate katika ile nafasi. Ndio mwisho wa siku unakuja kuona hicho kitu kinakuja kuwa reflected kwenye namna ambavyo Damaro hivi sasa anacheza katika kikosi cha Yanga. Kabla ya Khalid Aucho kusajiliwa na klabu ya Singida, Damaro huyu alipokuwa katika klabu ya Singida kwenye ile nafasi ya namba 6, namna ambavyo alikuwa anacheza na kutafsiri mchezo ni tofauti na jinsi ambavyo anacheza hivi sasa katika kikosi cha Yanga. Damaro alikuwa ni mchezaji ambaye kwenye namna alivyokuwa anaicheza namba 6 yake kulikuwa kuna kama element ya uhuru. Anaweza kaufukuzia mpira sehemu yoyote, kuna muda hata kuweka doria hasa kikamilifu kwenye ile eneo ni kitu ambacho ulikuwa ukipati kutoka kwake. Lakini hivi sasa Damaro ambaye anacheza katika kikosi cha Young Africans ni mchezaji ambaye unaweza tu kuona kwenye hizi mechi chache ambazo amecheza mpaka sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana kwenye namna anavyolitafsiri ile eneo. Ni kama kuna ufikiriaji na upeo ambao alikuwa ameupata kutoka kwa Aucho ambao anauleta hivi sasa kwenye kikosi cha Young Africans. Anadumisha nidhamu ya eneo lake, akae mbali na mabeki wake, anajua ni muda gani wa kukimbia kutoka kwenye eneo lake na ni muda gani wa kuhakikisha kwamba anadumu kwenye eneo lake. Moja kati ya sifa kubwa za Khalid, kabla hujakuja kwenye namna anavyoweza kuicontrol tempo ya mchezo, passing ability yake, moja kati ya sifa zake kubwa Khalid ni kuweza kudumisha nidhamu ya eneo lake, kujua muda wote uwanjani awe amesimama wapi. Hii ndio ilikuwa sifa yake ya kwanza kabisa, na hichi ni kitu ambacho unaweza ukakiona hata sasa hivi pia kimereflect kwenye game ya Damaro. Kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa, passing yake ulikuwa unaiona, alikuwa anakaa karibu na mabeki wakati muda wote, yeye ndo alikuwa outlet wa wale center backs wawili, Mwamnyeto pamoja na Jobu. Lakini pia pasi 13 kati ya 15 zilifika short passes, na hata pasi 4 kati ya 6 ndefu pia zilifika. Hata mechi dhidi ya Ahli, licha kama Young Africans walikuwa na wakati mgumu mwisho wa siku kwenye ule mchezo kwa kupoteza, lakini Damaro alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao walicheza vizuri. Asilimia takriban 67 ya pasi zake zote fupi, ndefu, kwenye nusu yake, kwenye nusu ya Ahli zilifika kwa usahihi. Lakini hii yote imekuja kutokana na ushawishi ambao alifanikiwa kuupata kutoka kwa mchezaji ambaye ni wazi amekuwa ndo mchezaji pengine bora zaidi kucheza katika eneo la kiungo cha chini kwa miaka ya hivi karibuni.